We can even volunteer. We have very many worse criminals in Kenya, worse than Nduta. We can even volunteer to exchange Nduta for Ruto. Thank you. Yes. We have worse criminals in Kenya. Yes. Kama kuna any exchange program between Kenya and Vietnam, we are willing to exchange, to give any politician in Kenya, those big politicians starting with Ruto, to give in exchange for Nduta. Ati Mkikuyu kutoka Murang'a ako Vietnam. Mimi maisha yangu yote yule mtu nishaisikia ameenda Vietnam ni Rabo peke yake. Rabo. Sijaisikia mtu mwingine ameenda Vietnam. Thailand. Anaenda Thailand. Mkikuyu unaendea huko nini? Si at least tuende akina Bangkok. Huko tunasikianga. Hyderabad tunasikianga huko watu wanaenda. Lakini Thailand, Vietnam, Cambodia, unaendea nini Cambodia? Seriously. Wakikuyu punguzeni sana. Cambodia, unaendea nini? Hapana, acheni hizo. Tumetembea sana. Tiga hiyo limu leo. Tiga hiyo limu. Nituwethe beza na tuwethe nao. Hello Rambo. Ni Chupangchu. Unasemaje mzee, nimefika huko. Sasa Vietnam wanasemaje Rambo? Tupe uhondo kidogo. Wamepostpone mzee. Wamepostpone? Sasa msichana haizi uwawa, si ndio? Rambo nakutambua bana. Rambo nakutambua sana. Sasa Rambo uliwaambia aje ndio wakaamua wapostpone, na wamepostpone mpaka siku gani? Nilifika huko na AK47 wangu na nikawaonesha kwa kile nikawaambia. Na Rambo nilijua tu ukienda Vietnam lazima haizi uwawa. Rambo, mademu wote wa Kenya tunakupatia. Acha tu, hakuna haja. Hautaki tena mzee bwana. Tuende kwa story ya Margaret Nduta. Yule alikuwa anyongwe pale Vietnam. Kuja nikupatie story sasa. Sasa hapo nafikiri tuko poa sasa Umeona ile madawa na deal nayo na nimeonyesha pale si Vietnam. Sasa Margaret Nduta, kulingana na story nasikia alishikwa the year 2023. Sasa huyu Margaret ambaye amehukumiwa kunyongwa in Vietnam, kesi yake ni fupi sana, ni ndogo sana. Inasemekana alibebea mtu anaitwa John Dawa. John, songa nyuma kidogo, hapo sawa. Alikuwa anabebea mtu anaitwa John Dawa. DCI, hebu tusaidie huyo msichana. The only way to rescue this Kenyan woman, DCI airport. Nani alimsindikisha? Maybe John alimsindikisha Margaret mpaka airport. Tuangalie namba, wazazi wa Margaret peaneni namba ya simu ya Margaret. DCI watoe data ya Safaricom. Tuangalie alitoka Kenya wakati gani akienda hizo nchi alipitia ndio afike Vietnam. Kwa ile data ya Safaricom, ile printout, lazima utapata communication ya mwenye alituma Margaret na Dawa. Huyo ndio anafaa ashikwe, apelekwe, anyongwe, Margaret aachiliwe. Kwa sababu kama huyu Margaret, wote ni mtetee, wale watu ubeba Dawa. Tumeona kwa sinema, movie na mambo mingi, wao ubeba Dawa kupitia huku chini kwa sehemu nyeti, inafichwa huko ndani, ama wengine wanabebeshwa na tumbo, vitu kama hiyo. Lakini kwa mtu anawekewa Dawa kwa bag, anapita nayo airport zote, maskini, ni kama ni mara yake ya kwanza, haelewi vile hii mambo ilikuwa. Ni mtu amefanya tu kutumiwa na the real drug trafficker ama the real drug dealer. Kwa hivyo uchunguzi ifanywe, mwenye alimbebesha ashikwe, alafu sasa tu exchange. Hapo serikali inaweza ingilia sasa. Waseme CCTV footage ndio hizi, huyu ndio alimfikisha airport, na huyu ndio alimpatia Dawa, na huyu ndio John, na tumemshika, tumefanya investigations kwa printout ya Safaricom, ndio huyu. That is the guy ambaye anafaa kunyongwa, si yule ametumwa. Na labda mimi nadhani Nduta alikuwa hajui, my opinion,
mfungwa akiwa amefungwa miguu, mikono na hata sehemu mbalimbali za mwili kitandani. Dawa ya kwanza ni kumfika ganzi mwathiriwa, kisha nyingine ya kumpozesha kabla ya kemikali ya mwisho ambayo ni ya kumuua papo hapo. Inakisiwa kuwa nchi hiyo ina zaidi ya vituo 10 vya kutekeleza hukumu za kifo. Aidha, kuna njia mbadala pia zinaweza kutumika, ikiwemo matumizi ya gesi yenye sumu au hata matumizi ya kifaa chenye umeme. Kwa Nduta, iwapo kifungo hicho kitatekelezwa, basi atakuwa Mkenya wa kwanza kupokea kifungo hicho nchini humo. Kwa mara nyingi ni hukumu inayotumika dhidi ya wafisadi, walanguzi wa mihadarati, wezi wa mabavu, wabakaji, miongoni mwa mashtaka mengine. Kwa sasa lililosalia ni juhudi kati ya Nairobi na Hanoi kupata mwafaka ili kumnusuru Nduta anga hata arejeshwe makwao ili ahukumiwe. Kevin Mutai, NTV.